Bwana Yesu asifiwe. Tupo tena katika mji huu wa Likokona na pembeni yangu ninaye mama, naomba ajitambulishe kwa majina yake. Mama, unaitwa nani? Magdalena Wanja. Na mama Magdalena, tunafurahi na tumefurahi kufika kwako. Tunatamani sana utuambie mji huu wa Likokona unaufahamu vipi? Mji wa Likokona ninavyofahamu ulianzishwa na mwenye Machemba aliyetoka Msumbiji na familia yake kubwa tu. Akaja Masasi pale wakaomba sehemu ya kukaa. Kwa hiyo wakaletwa kwenye kijiji hiki hapa. Ilikuwa ni msitu mkubwa wenye simba na majoka. Kwa hiyo walipewa na Gemu. Gemu alikuwa baba yake Mzee Rashidi Kawawa, baba yake. Kwa hiyo wakaja hapa kukaa. Imani zao walikuwa ni dini ya Kiislamu. Kwa hiyo kijiji cha Likokona kwa ujumla ni kijiji cha Waislamu. Nashukuru sana kwa kufahamu au kufahamu kwa ufupi kuhusu mji wa Likokona namna unavyofahamu. Wewe binafsi umeishi kwa muda gani hapa? Naona sasa hivi nina miaka zaidi ya 40 hivi. Mungu akubariki sana. Amina. Na hii ni miaka ya kushiba kabisa, bibi tokea aanze kukaa hapa Likokona. Na sasa bibi, tunatamani kufahamu wewe, imani ya Kikristo ina nguvu kiasi gani hapa kwenye mji huu wa Likokona? Kusema ukweli, imani ya Kikristo kwa kijiji hiki cha Likokona haipo, kwa sababu ukiangalia familia kubwa iliyopo hapa ni ya Kiislamu. Kwa hiyo imani ya Kikristo ni haba sana. Waislamu ni wengi kuliko Wakristo. Mwamko wa Injili unauonaje sasa? Ndio Waislamu ni wengi, lakini mwamko wa watu kupokea Injili unauonaje? Unaridhisha? Kwa kusema kweli hauridhishi, kwa sababu utawaona wasichana wanaweza wakaingia Kikristo au vijana wanaweza wakaingia Kikristo, lakini baadaye katika mahusiano wanaweza wakaacha muda wote ule na kufuata kwenye Uislamu, kwa sababu vijana wengi ni Waislamu na wasichana wengi ni Waislamu. Kwa hiyo inabidi ikute familia iliyo na imani sana ndio ambayo inaishi na wavulana na wasichana, lakini kama wazee wenyewe hawana imani sana, utakuta vijana wanayumba. Changamoto kubwa ni vijana wengi kuipokea imani, lakini mara baada ya hapo wanarudi tena nyuma. Unadhani nini kifanyike sasa mama? Maana mwisho wa dunia unakuja kama ambavyo tunasoma maandiko na unabii unatimia taratibu. Nini kifanyike ili kuleta hamasa tena upya wa watu kupokea imani ya Kikristo? Kusema kweli, hapo wale wazee watiliwe mkazo, wazidi kuwa na imani yao na wafundishe watoto wao na wajukuu zao. Bila hivyo mambo sio mazuri. Tunatamani uambie wasikilizaji na watazamaji ambao wanakutazama, mji wa Likokona unahitaji Injili kwa sasa. Wewe kama wewe umefanya sehemu gani na unatamani kufanya sehemu gani ukiwezeshwa au kwa nguvu zako mwenyewe? Mimi kutokana na imani yangu, ingawaje ni Mwangilikana, lakini nampenda Yesu. Sehemu nyingi nimepita kuhubiri. Nimetembea vijiji vingi kupita nikihubiri neno, na wale watu, tatizo lilikuwa tukienda watu wanahamasika lakini haturudi tena. Kwa hiyo tukienda tena baada ya miezi 2 au 3, wale waliokuwa wamekubali baadaye tunawakuta wamerudi sehemu zao. Kwa hiyo inabidi wakati unawahubiria lile neno tusiwaache, tuwe pale pale tunahamasisha kitu kile mpaka waimarike, lakini ukiwaacha hivi wanarudi tena nyuma. Hilo ni neno la muhimu kutoka kwa mama. Lazima watu waimarike na waimarishwe kwa kupitia wale walei kubaki pamoja nao mara tu baada ya mikutano. Mara baada ya kusema hayo, tuwatakie kila laheri. Hapa ni Likokona, nilikuwa kwa mama yangu, mama Magdalena kwa jina lake analofahamika. Anampenda Yesu. Karibuni Likokona.